Karibu sana katika sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri kabisa iitwayo Yasinta Waniliza. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni Bwana Lovi Pius Kijogoo, anayepatikana kwa simu nambari 0757238304. Na simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwako na Simulizi Mix Entertainment. Hawa wanapatikana kwa simu nambari 0712505163. Unaweza kuipata simulizi hii na nyinginezo nyingi zinazoandaliwa na Simulizi Mix Entertainment kwa kudownload application ya Simulizi Mix Play Store bure kabisa, au kwa kutembelea na kusubscribe katika YouTube channel zetu ambazo ni Simulizi Mix na ile nyingine ya Simulizi Mix 5 in 1. Lakini kubwa zaidi, usisahau kutufollow katika Instagram page yetu ya Simulizi Mix. Simulizi hii imesimuliwa kwako na mimi Felix Mwenda. Kama una kumbukumbu nzuri, sehemu ya kwanza tulishia pale ambapo tayari Richard Shombeshombe pamoja na Yasinta wanaingia katika penzi jipya, penzi motomoto, penzi ambalo Yasinta alikuwa anamchuna sana pesa Richard, na hata pesa ya boom pia chuoni ya Richard iliweza kuishia kwa Yasinta. Je, nini kitaendelea? Kwa hayo pamoja na mengine mengi, basi ungana nami katika sehemu hii ambayo ni sehemu ya pili. Tayari Richard Shombeshombe alikuwa ameshasahau maisha ya nyumbani kwao na aliamua kumtelekeza mama yake, na ndipo Richard akaanza kuvaa nguo zisizoeleweka kabisa, na hata akichomekea bado kwa palake lilikuwa ni nje, kwa sababu shati zake zote zilipambwa na matobo kama mashimo ya panya. Wazee wa zamani waliotangulia waliwahi kusema mapenzi ya kifa yazike na usiweke maua juu ya kaburi kabisa. Hatimaye Yasinta alianza kumfanyia vituko mpenzi wake, na alianza kumtangaza kwa rafiki zake kwamba kamweka ganjani Richard na hana kabisa la kusema juu yake Yasinta. Kiukweli maneno yale yalimkondesha sana Shombeshombe, akaishia kulia tu huku akisema, Yasinta, 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 unaniliza Yasinta. Hatimaye Yasinta aliingia mwaka wa 3 na wa mwisho wa masomo yake ya shahada ya ualimu, angali Richard Shombeshombe akiwa mwaka wa 2, na baada ya miezi kadhaa kupita hawakuwa na budi kutengana kwa sababu Yasinta alikuwa ameshahitimu shahada yake tayari. Waliagana huku Yasinta akitoa machozi ya kinafiki, na wakapanga Richard Shombeshombe akihitimu na yeye basi ataenda kwao Yasinta kwa ajili ya kujitambulisha. Basi Yasinta akaanza safari ya kurejea kwa mumewe huko Dodoma, na akiwa kwenye basi alitoa pete yake ya ndoa na kuivaa kidoleni na kuashiria yeye ni mke wa mtu halali, tena ni mke wa mtu wa ndoa. Alipofika Dodoma, mumewe alimpokea Yasinta kwa furaha sana, na mabusu yalitawala kwa muda wa dakika 5 hivi, na kisha wakaelekea ndani kuendelea na mambo mengine, maana Yasinta na mumewe walikuwa wanapendana sana. Hatimaye Yasinta alimpangia Richard Shombeshombe muda wa kuwa anapiga simu. Ulikuwa ni muda wa mchana tu ambao Richard ndio alikuwa anaruhusiwa kumpigia simu Yasinta. Usiku hakuwa anaruhusiwa kabisa kupiga simu wala kutuma meseji. Na baada ya masharti hayo Richard alijiuliza maswali mengi sana, lakini hakupata majibu. Na hata ile kasi yake ya kusoma chuoni pia ilipungua sana, na hata darasani akawa hahudhurii tena, na tena akawa anashinda melala tu chumbani mwake. Na hatimaye alifeli masomo yake takriban 4, kwa hivyo alifukuzwa chuoni na hakuweza kuendelea tena na chuo. Richard Shombeshombe aliamua sasa rejea nyumbani kwao jijini Mwanza, akiwa amekonda sana dhidi ya mawazo yaliyokuwa yanamtawala. Na alipofika kwao alipokelewa na milio ya huzuni sana iliyotolewa na wadudu waliokuwa pale nyumbani, na alikuta nyumba imebomoka na hakuna mtu yoyote. Alipoangalia vizuri akaona kaburi, ikabidi asogelee na aone ni nani kazikwa pale. Ghafla anapokelewa na jina kwenye msalaba, Justina Richard. Kumbe mama yake alikuwa ameshafariki muda sana, lakini kutokana na kutowasiliana na mama yake hakupata kabisa taarifa za msiba ule. Richard alilia kwa uchungu sana. Machozi yalimchuruzika kwa kasi mpaka mwili mzima ulijawa na maji mithili ya bahari. Ndege wa angani nao walijaribu sana kumtuliza Richard, lakini walishindwa. Ikabidi wamwache aendelee tu kulia.
Kijana Richard akiwa bado analia alichukua simu yake na kumpigia Yasinta, lakini cha kushangaza, Yasinta alipokea simu na kujibu kwa mkato. "Usinisumbue, niko na mume wangu," Yasinta alizungumza kisha kakata simu. "Unaongea na nani huyo?" mumewe na Yasinta aliuliza. Ni kijana mmoja msumbufu sana, ananitongoza lakini mimi simtaki." "Mpigie simu na weke loud speaker tusikie wote." Basi Yasinta kapiga simu. Haikuita sana, Richard akawa amepokea ile simu huku akiwa analia kwa uchungu sana. "Yasinta, leo umeamua mimi machozi yanitoke? Kumbuka kwamba ukuniambia kabisa kama umeolewa. Nilitumia pesa yangu japo ilikuwa ni kidogo ili wewe upendeze, na nikamsahau hata mama yangu. Hata wadudu walinisikitikia kwa kitendo hicho kweli Yasinta. Na kinachoniumiza zaidi, mama yangu ambaye tangu nilipoondoka kwenda chuo sikumuona tena. Na kinachoniliza zaidi, nakuta sio yeye tena. Mama yangu ni maiti Yasinta. Leo unanizika angali hai. Kwa nini umekosa huruma? Mwenzio nimekonda sana. Zile nywele zilizokuwa zinapendwa na wengi leo zinatisha sana, hata nafuu ya mwenda wazimu. Ni miezi kadhaa sasa chanua alijapita kabisa kwenye nywele zangu. Na sio tena yule Richard Chombe. Jani leo unatembea nusu uchi. Yasinta, kwa nini uliamua kuniliza? Na sijui kama utakuja kuonana tena Yasinta. Kweli umeamua kuponda moyo wangu?" Baada ya kuzungumza maneno yale, Richard alikata simu. Ghafla mume wa Yasinta alianza kulia kama mtoto na kisha akamgeukia Yasinta kwa hasira na kuanza kumwambia, "Mbona wewe ni muuaji hivyo? Kwa nini lakini? Umekuwa na roho ya kinyama sana na kufananisha na simba kabisa. Tazama mbingu inavyokuangalia kwa hasira na mpaka mende walioko juu ya dari wanakutazama kwa jazba kubwa. Na kuomba nipishe. Toka kwangu. Wewe ni muuaji kabisa." Yasinta alilia sana huku machozi nayo yakimkebehi kwa kugoma kutoka kabisa, na akaondoka na kwenda kutafuta hifadhi, na aliogopa kabisa kurudi nyumbani kwao, na chuoni matokeo yake hayakuwa mazuri, kwa hivyo hakupata kabisa ajira. Naam. Hii ilikuwa ni sehemu ya pili, na hapo ndio tunafika mwisho wa sehemu hii ya pili, na nakualika tena ungane nami Felix Mwenda katika sehemu ya 3 ya simulizi hii nzuri kabisa itwayo Yasinta Waniliza. Je, Yasinta baada ya kufukuzwa na mume wake kisa Richard alielekea wapi? Na nini hatima ya Richard baada ya kumpoteza mama yake? Kwa hayo pamoja na mengine mengi, basi usikose kuungana nami katika sehemu ya 3 ya simulizi hii nzuri itwayo Yasinta Waniliza. Lakini pia kumbuka kusubscribe katika YouTube channel zetu 2 ambazo ni ile ya Simulizi Mix pamoja na ile nyingine ya Simulizi Mix 5 in 1. Mimi na wewe tena tukutane katika sehemu ya 3.